Kama wewe unapata dalili zote za ujauzito, halafu ghafla hedhi inakuja, basi njoo. Namaanisha hivi, unapokuwa unapata dalili zote za mimba, afu baadaye unakuja unapata hedhi. Ipo hivi, huwa kuna mabadiliko ambayo yanayotokea hususan ya homoni ambayo huwa inatoka baada ya wewe kumaliza ovulation. Lakini homoni hii huwa inapelekea mabadiliko ambayo tunayojulikana kama premenstrual symptoms, yani tukiwa namaanisha zile dalili za kupata hedhi nyingine. Kwa hiyo inapokuwa sasa umaliza ovulation, zile dalili za kupata hedhi zinatokea kama kawaida. Lakini tofauti upo hapa hivi, unapokuwa unapata hizi dalili haimaanishi kwamba ni mjamzito moja kwa moja. Ila tambua kwamba kabla ya kupata hedhi, huwa ile homoni ya progesterone inatolewa na mwili kama kawaida, na hii ndio inayopelekea unaanza kupata dalili za kama mjamzito, za kuchoka, za uchovu, lakini za kuanza kujisikia kama mjamzito, za kupata dalili zote za ujauzito na ukadhania kwamba ni mjamzito. Lakini pia kama itatokea upandikizwaji, ina maana yake utapata dalili na hedhi hautapata. Lakini kama hautapata upandikizwaji, ina maana ile homoni itatoka kama kawaida, ila utofauti tu ni kwamba hedhi utapata kama kawaida. Kwa hiyo unapokuwa unapata hizi dalili, haitakiwi uamini tu kwenye dalili peke yake, hapana, bali uweze kufanya vipimo sahihi. Na ni muda gani wa kufanya vipimo kama kweli ni mjamzito au sio mjamzito? Pale ambapo utakapokosa hedhi na umepata dalili zote za mimba. Nilishaelezea kipindi cha nyuma, kwa kesho ukipitia video nilizoeleza, na wewe utaweza kupata ufafanuzi ni kipi uweze kukifanya. Na nasema hivi kwa sababu nipo naye katika safari ya kuitwa mama. Ni vizuri kuweza kufuatilia kama kuna changamoto nyingine, either ni homoni inapitia tatizo au kuna changamoto nyingine inayopelekea usipate hedhi ili hali wewe sio mjamzito.